السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu Waislamu, bado tuendelea kumzungumza mama mtukufu Sauda bintu Zam'a, mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika halaka iliyopita tulieleza vipi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuoa mama Sauda na ni nani alikuwa ni Hamzatul Wasli, aliyekuwa ni kiunganishi kati ya Mtume na mama Sauda. Tukasema ni Khawlatu bintu Hakim, mke wa sahaba Uthman ibn Mad'un. Katika halaka yetu ya leo biidhnihi tabaraka wa taala tutaeleza kugura mama Sauda kwenda al-Madinatul Munawwara. Ndugu zangu, katika mambo tunayoyafahamu katika sira ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aliamrishwa awaamrishe masahaba wake bagure kwenda Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba wakaanza kugura, kisha mwisho Mtume akagura yeye. Lakini makundi ya kugura yalikuwa ni matatu. Kuna watu waliogura kabla ya Mtume kugura, kisha kuna wale waliogura na Mtume ambaye ni Sayyidina Abu Bakr, kisha kuna wale waliogura baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufika Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipogura akaingia Madina, nyuma aliacha baadhi ya familia yake. Miongoni mwa aliyowaacha ni mke wake mama Sauda. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotulia Madina akamtuma Zaid ibn Haritha na Abu Rafi'. Mtume akawatuma hawa na akawashikanisha na Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit huyu alikuwa ni bwana hodari wa kujua njia zile yuzielewa za Maka mpaka Madina. Kwa hiyo Mtume alimtuma Sayyiduna Zaid ibn Haritha na Abu Rafi' akawashikanisha na Abdullah ibn Urayqit ili waende Maka wamletee familia yake. Ukisoma katika Khulasatu Nuril Yaqin tuisomesha madarasa, kuna mlango waitwa Hijratu Ahli al-Bait. Hijratu Ahli al-Bait ni kuzungumza masala haya. Mtume aliwatuma hawa waende wakamlete mama Fatima binti yake Mtume, wamlete Ummu Kulthum binti yake Mtume, na wamlete mama Sauda mke wa Mtume, wamlete Ummu Ayman ambaye ni mke wa Zaid ibn Haritha, na wamlete Usama ibn Zaid ambaye ni mtoto wa Zaid ibn Haritha na ni mtoto wa Ummu Ayman. Amma Zainab binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tulitangulia tukimzungumza mama Khadija kwamba alizuiliwa na mumewe Abu al-Aswi ibn Rabi', kwa kiswa kirefu ambacho tulikimzungumza mama Khadija tulikitaja japo ni kwa ufupi. Kisha kuna familia ya Mtume nyingine iliyobakia ambaye ni mama Aisha na Ummu Ruman mke wa Sayyiduna Abu Bakr, na Asma dada yake mama Aisha, na Az-Zubair ibn al-Awwam, na hawa wote
walikuja baadaye, lakini hawa walikuja na Abdullah ibn Abi Bakr ndiye aliyekuja nao. Ama mama Aisha, ama mama Sauda alisuhubiana na Abu Rafi' na Zaid ibn Haritha na wale waliokuwa pamoja na wao. Binti ya Mtumi, mama yetu Ruqayya, yeye ndiye wa kwanza kugura kwenda Madina, kwa sababu yeye aligura na mumewe ambaye ni Sayyiduna Uthman ibn Affan. Hii ndio hijra yao namna ilivyokuwa. Mama Sauda radhiallahu ta'ala anha, katika nyumba ya Mtumi sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtumi sallallahu alaihi wasallam kutulia Madina na akajenga msikiti wa Madina, kando ya msikiti wake alijenga nyumba mbili. Alijenga nyumba ya mama Sauda na akajenga nyumba ya mama Aisha. Nyumba ya mama Sauda na mama Aisha ilikuwa imeezekwa, yani ile kwa mfano kama leo ni mabamba tuwaweka, au pengine mtu yuamimina. Zile nyumba zao kule kuezekwa kwake ilikuwa ni makarara ya mitende na baadhi ya miti ndio iliyokuwa imeezekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyojenga, alijalia nyumba ya mama Aisha mlango wake umeelekea nyumba ya msikiti. Nyumba ya mama Sauda mlango wake ilikuwa umeelekea majumba ya Alu Uthman. Kwa wale ambao wafuatilia tarikhi wataona kwamba nyumba ya mama Sauda ilikuwa imeelekea majumba ya Alu Uthman. Miongoni mwa mambo yanayomtofautisha mama Sauda na wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam wengine ni kwamba mama Sauda hakuishi na maisha ya wivu, tofauti na wakeze Mtume wengine kama tutakapokuja kuona tukimzungumza mama Aisha. Hakuishi maisha ya wivu na wakeze Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali yeye alikuwa akiridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemgawanyia. Almuhimu katika maisha yake awe yuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia katika mambo ambayo mama Sauda alikuwa nayo, mama Sauda radhiallahu ta'ala anha alikuwa yuwapenda sana kumridhisha mama Aisha. Yani katika mambo aliyoumbwa nayo mama Sauda, alikuwa apenda afanye jambo ili auteke moyo wa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Na ndiyo maana mama Sauda na mama Aisha walikuwa ni marafiki chanda na pete, ni marafiki ya ajab. Mpaka baadhi ya mambo tutakapokuja kuyaeleza utaona ile mipangilio yatakwenda vipi. Haya mambo ilikuwa mama Sauda na mama Aisha wakikubaliana. Tutakapomzungumza mama Aisha tutakuja kueleza hadithi ya kwamba wakeze Mtume waligawanyika makundi mawili. Kuna kundi la mama Aisha, kuna kundi la Ummu Salama. Katika kundi la mama Aisha mmoja wapo alikuwa ni mama Sauda. Na kwa sababu tumetangulia kuzungumza katika halaka iliyopita kwamba Mtume alimuoa mama Sauda ikiwa ni mtu mzima. Mama Sauda tumesema akimuoa umri wake ni mabaina 50 ila 60. Kwa hivyo ilikuwa ni mwanamke mkubwa kiumri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kumwacha. Yani kulifika kipindi Mtume akaenda kulala kwa mama Sauda, hakuna kinachofanyika katika yale yanayofanyika baina ya mume na mke. Yani wakifika kulala mama Sauda aelekea ukuta upande ule, Mtume na yeye aelekea ukuta upande mwingine. Hili jambo likamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumpa talaka mama Sauda. Sasa hapa riwaya ni mbili. Kuna riwaya kwamba Mtume alitaka kumwacha. Mama Sauda alipohisi ya kuwa Mtume yataka kuniacha, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, usiniache, mimi siku yangu nampa zawadi Aisha. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mama Aisha yale mara mbili,
yuwalala siku ya mama Aisha na siku ya mama Sauda. Na hili ni jambo la faa ikiwa mwanamke mtakuwa mmekubaliana ile siku yake kumuongeza mwenzake. Mama Aisha asema Mwenyezi Mungu akateremsha aya inayohusiana na masala haya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan, katika suratul Nisaa 128. Kwa hivyo hii ni riwaya ya kwanza. Mtume hakumuacha, lakini Mtume alitaka kumuacha. Kisha kuna riwaya nyingine ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuacha mama Sauda. Alipomuacha, kwa riwaya hii ya pili, alipomuacha mama Sauda akamuotea Mtume katika ile njia yake anayopita, akenda akaketi njiani. Mtume alipopita sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mama Sauda ikawa amuuliza Mtume, amwambia, je, umeniacha kwa sababu hunihitaji tena au umeniacha kuna kosa nimekufanyia? Mtume akamwambia, huna kosa lolote ambalo umenifanyia, bali nimekuona mtu mzima. Mama Sauda akamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi naomba uniregelee na siku yangu kuanzia sasa nimempa Aisha. Kwa Aisha yala mara mbili, lala siku ya Aisha, na ikifika ile siku yangu pia lala kwa Aisha. Mimi ninachokitaka kwako mchana tu unipitie, unisalimie, siku ya Kiyama na mimi nifufuliwe ni mmoja katika wake zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhika kumregelea mama Aisha, mama Sauda, na akachukua siku ya mama Sauda akampa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Katika mambo yanayotajwa na ulamai kumhusu mama Sauda ni kwa mama Sauda ndiye iliyemteremkia ayatul hijab. Wakeze Mtume kila mmoja alikuwa na maumbile yake. Mama Sauda tumetangulia kusema ni mwanamke mnono mrefu, na Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alikuwa akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, waamrishe wakezo wawe katika pazia, waonekane na fajir na mtu ambaye si mzuri. Mpaka safari moja mama Sauda akatoka usiku, kuna mahali hukutana wakeze Mtume. Sayyiduna Umar akamwambia, qad arafnaki ya Sauda, tushakujua. Ikateremshwa ayatul hijab, Mtume akiambiwa, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna, mpaka mwisho aya suratul Ahzabi aya 59. Ndipo wakeze Mtume wakajiweka katika hijab. Ndugu zangu watukufu Waislamu, walil hadithi baqiya, bado hadithi ya kumzungumza mama Sauda itaendelea. Mwenyezi Mungu inshallah atupe kila la khairi na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.